Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen, amen. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Amen, amen. Siku njema Bwana ametupa. Ya baraka. Yaani imejaa mambo mengi. Hakika. Lakini pia chumba cha siri tunaye mgeni. Tunaye mgeni, akipata nafasi atajitambulisha yeye ni nani, ametokea wapi na anafanya nini, tutamsikia. Irene, naomba utufungulie kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo anayetulia tulio hai, tunakushukuru Mungu wa mbingu. Asante Yesu Kristo kwa ajili ya siku ya leo ambayo Mungu umetupa tena kibali kuwepo ndani ya chumba cha siri. Na si Mungu, tuko tayari ututumie jinsi ulivyokusudia siku ya leo. Asante kwa ajili ya mtazamaji ambaye Mungu anatutazama majira haya. Mungu ninakushukuru. Tunaomba Roho yako Mtakatifu akawa mwalimu wetu, kiongozi wetu mahali hapa, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Karibu sana. Barikiwa Irene, barikiwa mtumishi. Amen, amen. Amen, amen. Amen, asante sana. Tutakula na kushiba mezani pa Bwana. Amen, amen. Asante sana. Kwa majina naitwa Lucas Nicodemus Sanga sana. Somo letu la leo lina ndoa katika jicho la saikolojia, kiroho, uchumi na jamii. Kwa hiyo lina mambo kama manne. Mungu atusaidie, Mungu atuwezeshe ili unapokuja kutupa maelekezo ya mambo haya sisi kwanza tukuelewe na wote ambao wanakutazama wakuelewe na waondoke na kitu. Maandiko matakatifu yanasema Bwana Mungu akasema si vema mtu huyu awe peke yake. Akasema nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Ni Mwanzo 2:18. Sasa huyu msaidizi wa kufanana naye ndo tunapotaka hapo tuanzie hii ndoa hii. Si vema mtu huyu. Ina maana yule Adamu awe peke yake. Yes. Okay. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo hali ya somo letu sura yake iko hivyo. Karibu kwa ajili ya angalau hiki kichwa ambacho umekisikia, ndoa katika jicho la kisaikolojia, kiroho, kiuchumi na kijamii. Okay. Asante. Labda niseme hivi kwamba ndoa kwa manake hapo tayari kuna magurudumu manne, ni kama gari. Hapo gari hili litembee linahitaji magurudumu manne. Ndio. Kwa maana kuna watu ambao wanafikiri ndoa ni kiroho peke yake, kumbe sio. That's wrong notion. Lakini pia wengine wanafikiri ndoa ni uchumi. That's total notion. Lakini wengine wanafikiri ndoa ni upendo peke yake. That's total wrong. Lakini pia kuna wengine wanafikiri ndoa ni jamii, ni swala la kijamii peke yake. Sasa kwa image hiyo kwamba ninaomba kuzungumza kwa staili hii. Kwamba ili ndoa iweze kwenda inahitaji haya mambo manne. Lakini pia nitoe mfano wa gari. Madereva wanaweza kanielewa kwa rahisi sana. Kwamba gari ili iweze kwenda huwa inahitaji magurudumu manne. Kwa maana inahitaji tairi 2 za mbele na tairi nyuma 2 za nyuma. Lakini leo mimi nitawasaidia, ndaongeza kitu kimoja kinaitwa spare tire. Okay. Spare tire ambayo hapa haijatajwa, mimi nitazungumza juu ya spare tire ambayo inaitwa biological au mwili factor. Kwa maana pia ndoa inahitaji afya ya mwili. Ndaizungumzia huko baadaye. Ni spare tire. Ni spare tire. Ya muhimu sana hiyo. Wow. Muhimu sana. Mambo yote yanaweza, tairi yote inaweza ikakataa, lakini ina uwezo wa kubadilishwa tairi au ina uwezo wa kufungwa spare tire ili gari iweze kwenda. Amina. Sasa twende moja kwa moja kwenye somo kwamba tuangalie kwenye jicho la kisaikolojia. Kabla ya kusoma hivyo, kabla kusoma Mwanzo 2, Biblia inasema hivi, kisha Mungu, kuna kitu ambacho nataka tukione. Kisha Mungu akaona Adamu ni mpweke. Nafikiri mnajua hicho kitu. Ukiona si vema mtu akae peke yake, lakini kuna andiko ambalo lazima Mungu aliuona upweke wa Adamu. Hii ni psychological needs. Kwamba kwenye ndoa
labda niseme hivi kwamba kuna uhitaji wa kisaikolojia. Sasa nataka uwe na uhakika kwamba ndoa kwenye eneo la saikolojia ni mahitaji ya pande mbili, kwamba mwanamke kisaikolojia ana mahitaji yake na mwanaume kisaikolojia ana mahitaji yake, kwamba hawa watu wanapokutana, kila mmoja anapaswa kuhakikisha anampatia mwenzake hitaji la kisaikolojia vizuri, na huyu anampatia mwenzake hitaji la kisaikolojia vizuri, kwamba hitaji la mwanamke na hitaji la mwanamke zinapokutana ndio inakuwa ndoa. Na ndio kunakuwa na mafanikio kwenye hii ndoa. Sasa naomba tutazame kwamba mwanamke kisaikolojia yukoje na ana mahitaji gani, na kisha tutatazama mwanaume kisaikolojia yukoje na ana mahitaji gani. Na naomba kila mmoja awe wazi. Tutatumia participatory method. Nafikiri kila mmoja anaweza akasema. Tuwe huru, na nafikiri watazamaji wakiwa wanatutazama pale na wenyewe, kwa sababu ni wanadamu, wanasikia lakini na wao kila mmoja ana mahitaji yake. Mfano wewe umeolewa, tukikuuliza mamangu Beatrice, umeolewa? Ndio. Haya, kwa nini uliolewa? Utakuwa na majibu yako. Na huyu tukimuuliza kwa nini uliolewa, atajibu mahitaji yake. Lakini at the end of the day tunaweza tukajiuliza kwamba je, ulioyafuata kwenye ndoa ndio umekutana nayo? Sasa ni ishi ya mahitaji. Yaani vita ukiona kwenye ndoa ni needs, kwamba I need some things for my man. Nahitaji mahitaji kutoka kwa mke wangu, sipati. Inakuja vita. Maanake tunataka kuzungumza juu ya kisaikolojia. Ndoa ni kama uwekezaji, kwamba mimi na mtaji wangu huu hapa na wewe mtaji wako huu hapa, tunachanganya ndio tunaweza kusurvive pamoja. Sisi kaelewa kwamba mimi nina mchango wangu huu hapa kwenye hii ndoa, na wewe kisaikolojia sasa hapa, na mimi nina mchango wangu huu hapa kisaikolojia kwenye swala la kisaikolojia. Nasikitika kusema hivi, kuna watu huwa wanaolewa kwa sababu unakuta hawezi kudeliver chochote kile kisaikolojia kwa mume wake, ila amefuata either fedha au umri umeenda, ameona watu wanaolewa, mimi nipo, akajaa tu kwenye mfumo wa mtu, kwa sababu na yeye anataka kuwa kwenye ndoa. Sasa nini picha inakuja kuwa ngumu wakati mko kwenye ndoa, kwa sababu kisaikolojia kuna vitu kujiandaa kuingia au hana kitu cha kuofa kisaikolojia. Sasa twende tuangalie mahitaji ya mwanamke ni nini kwenye ndoa. Cha kwanza, mwanamke yeyote kisaikolojia unatakiwa kujua anaishi kwa hisia. Hisia zake ndio zina drive maisha yake. Si kama naeleweka? Kwa hiyo kanuni ya kwanza, kama unaingia kwenye ndoa, lazima ujue mke wako kuna vitu anahitaji kulishwa kila siku, umlishe. Usipomlisha automatic kunakuwa na gap ndani yake, hata kama hata kwambia, lakini atakuwa na njaa. Kuna kitu inaitwa utapiamlo. Sasa kwenye saikolojia pia kunaweza kukawa na utapiamlo, kwamba kuna chakula alikuwa na expect kula lakini hajakipata. Haiko kwenye ndoa. Wakati mwingine anampenda Mungu sana, lakini hana chakula ambacho kinahusiana na hisia zake. Chakula hiki ni kipi? Cha kwanza, mwanamke chakula chake kikubwa sana ni upendo, ambao huwa anasahau kila baada ya muda mfupi, na anakula chakula hichi kupitia vitu viwili vikubwa. Cha kwanza, anakula kupitia neno, anahitaji kusikia. Yaani mwanamke anahitaji kusikia I love you mara nyingi kuliko chakula anachokula cha tumbo, cha kimwili. Yaani kwamba anahitaji kusikia I love you kuliko hata hizi chips kuku, wali marage. Anahitaji sana kisaikolojia. Sasa huyu ni mwanamke ambaye ana afya nzuri ya akili, kwa sababu kuna wakati mwingine watu wengi sana wameumizwa, kwa hiyo hawawezi hata kumwambia I love you hakuelewi, anaona huyu nini. Kwa sababu sasa huyu ni special case, ni kesi nyingine ambayo sitaki kwenda huko. Sio kama naeleweka. Tunakuelewa. Sasa anahitaji kuambiwa I love you. Baba yangu anahitaji kukuambia I love you. Sasa unakuta sisi tulio wengi, kwa sababu unasahau kwamba hata uliwahi kuambiwa unapendwa. Mara yako ya mwisho kuambiwa lini ninapendwa? Wewe na wewe itakuwa siri yenu. Au mtazamaji, wewe ulioko kwenye ndoa, mara yako ya mwisho kuambia I love you ni lini? Kila mmoja anajua kabisa kwamba mimi na. Sasa nini kinatokea? Mwanamke akipata mtu mwingine akamwambia I love you,
anaridhika kabisa kwa sababu ni chakula. Ambacho yeye amekikosa. Kuna wakati mwingine unashangaa anaanza kuvutwa na ule upendo. Kwa sababu I love you, anaweza anatafuta chakula chake ambacho amekimisi muda mrefu ndani huko. Yuko huko ndani lakini akili yake iko somewhere else kwa mtu ambaye amemwambia I love you. Samani. Nataka kujua kitu hapo, labda itatusaidia. Hiyo I love you. Sijui niliwekeje, lakini Roho Mtakatifu atanisaidia. Hiyo I love you ilikuwepo wakati ndo wanaanzana au haikuwepo? Swali langu nafikiri umelielewa. Sawa. Sidhani kama kuna mtu, ni ndoa chache sana mwanamke, ukienda kwa baadhi ya makabila unashangaa mwanamke anaweza akaolewa kwa staili ya ajabu sana. Anaweza tu akakamatwa akaozeshwa. Sasa nisizungumzi sana ndoa hizo ambazo zilikuwa ni za kibabe, kwamba unakamatwa unaenda kwa mume, unakaa hapo, wazazi wanapeleka taarifa kwamba bwana mtoto yuko huku kwangu. Sizungumzi hizo. Ninazungumza swala ambalo swala nyinyi mlikaa mezani mkakubaliana watu wawili, kilichounganisha ni nini? Hamkuanza na vitu vingine, mlianza na love. Upendo. Biblia sasa tukienda kwenye Biblia nasema hivi, kuna upendo wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulipoangusha upendo wako, ulipoacha upendo wako wa kwanza. Kwenye mahusiano kwamba kuna days of early love, kuna siku za upendo wa kwanza. Ule kama kuna kitu ambacho wanaume ningeweza kwa encourage, kubali kuishi na mke wako kama mchumba wako. Amen. Kwa sababu chakula cha mkeo sio kuwa mke, ni kuwa mchumba 24/7 na miaka yenu yote. Yaani mwanamke anasikia kuenjoy kwenye mahusiano akiwa mchumba, na kwenye uchumba watu ndo wanaenjoy kuliko hata kwenye ndoa. Kwenye ndoa ni responsibility. Sasa wanawake wengi sana wanataka ile early love. Kama mtakubaliana na mimi, hata ukiangalia huko nje, kilio cha wanawake wengi ni upendo wa kwanza ule. Bwana wewe ulikuwa unanipenda, ulikuwa unanipigia simu kila siku, ulikuwa mbona sioni? Anaanza kutafuta chakula chake ambacho amekizoea cha kwanza, ambacho ni upendo. Naomba hivi, mwanamke hata usahau upendo wa siku za mwanzo. Sisi kama naeleweka vizuri sana. Kwa chakula cha kwanza cha mwanamke nimesema yuko emotion, yani maana yake anaishi kwa hisia. Hisia zake zinachomwa kupitia neno I love you. Sisi kama nimeeleweka vizuri sana. Yes, I love you. Yeye hatakagi kujua, na nataka niwaambie leo ndugu watazamaji, kama mtamtafuta mtu ambaye anautafuta upendo huku duniani ni mwanamke. Hivi unajua kwamba wakati mwingine makanisani watu wako kwenye upendo kwa sababu tu wanajua Mungu ni pendo. Anawapenda kwao, wanajaa huko makanisani wakiamini kuna upendo wa Mungu. Na hiyo ya kwanza kusikia. Ya pili action. Mwanamke ukimwambia I love you ukapingana na kile ambacho unakisema, maana hakuna care, unamtesa. Upendo wa mwanamke unataka kuona. Na mwanamke ni mtu ambaye anapenda kupokea, na ndio kaumbwa hivyo. Ni kama incubator, kwa maana anapokea na hifadhi. Ukiweza kuanza kumuonyesha mkeo unampenda kwa staili gani? Ya kwanza unahitaji kuofa. Mwanamke anapenda kupokea. Anasikia raha akipokea. Hata pipi tuwe mletee. Mke wangu, nimekuletea pipi hapa. Anasikia penzi jipya. Pia kabisa. Tofauti sana na wanaume. Sasa most of us tukishaoa tunajua tumemaliza. Issue sio kununua gari brother. Issue ni namna ya kulitunza gari. Gharama haiko kwenye kununua gari. Gari utanunua milioni 15, 12, 20 imeisha. Kazi kulimaintain. Litahitaji mafuta, litahitaji service, litahitaji taili, litahitaji vipuli, litahitaji mafundi, vitu vingi sana. Sasa issue sio kuwa na mwanamke, issue ni kujua kwamba mahitaji ya mwanamke kisaikolojia ni yeye. Kwa hiyo lazima uanze kuonyesha kwamba ninakupenda. Yaani kama kuna mtihani mwanaume tuko nao, ni sio kuwa wababe, ni kuonyesha kiwango cha sisi kuwapenda wake zetu. Na hii ndio iko vita kubwa sana. Wanaume tukishaoa tumemaliza, tunakuta tuko busy. Mwanaume wakati uko busy, mwanamke anasahau kwamba alishawahi kuambiwa anapenda.
Kwa anakaa tu kwa sababu ya kanuni ya ndoa, ila si kwa sababu anaona kabisa hapa nilipoolewa ninaendelea kwenda. Ziko ndoa chache sana ambazo watu wanaendelea kuenjoy maisha ya ndoa. Sijui kama kuna swali hapo. Hitaji la pili. Hapo tumeelewana kwanza mpaka. Sijui kama umeelewa au kuna kwamba lazima ujue kwamba kihisia mwanamke anahitaji kuambiwa I love you kila siku. Kama ukiweza ni kama unaweza hata zaidi ya mara 3 kwa siku. Ikawa kama panado, asubuhi, mchana, jioni. Anasikia salama sana. Anasikia salama sana. Anasikia furaha sana akiambiwa neno I love you. Sasa wanaume wanakuaga wagumu wapi? Mbona ni neno ambalo halina hata gharama kwamba ukilitoa unatoa na 10,000 juu yake? Okay, swali zuri sana. Unaweza kumsaidia kumjibu? Nataka kumsaidia kujibu. Naweza kusema labda ni mazoea. Yes. Ni kacha. Ni mazoea, yani mtu amekuzoea kwamba anaona kama Okay, ukiacha kuwa mazoea ni kwamba nataka nijibu kwamba saikolojia ya mwanaume ni kwamba huwa ana uwezo wa kuona upendo mpya kila siku. Kutoka nje ya mfumo. Kwamba asipokuambia wewe anaweza kuisema somewhere. Sikuelewa? Hiyo moja. Lakini pili, wanaume wengi ni kwamba wana mfumo wa ajabu sana kwamba wanaamini wakisha kuweka ndani wamemaliza. Kwa hiyo atajua kupenda tu kwa vile alishakuweka ndani ndo anakupenda. Yes. Lakini kumbe wanapaswa kubadilisha. Ni taarifa tu ambazo nafikiri hata wanaume wewe apply hii kitu kama unanisikiliza online kwamba unapokutana na mke wako just show love kwamba muonyeshe kwamba unampenda muda wote. Utaanza kuona kuna vitu unapokea. Kuna ugomvi mwingi unakuwa solved. Na kuna wakati mwingine sasa labda niseme madhara haya. Mwanamke asipoanza kuona upendo huu, anaanza kususpect kwamba hapendwi. Anaanza kufikiri una mahusiano mengine. Hata kama uko busy kiasi gani, basi kama unataka kulinda amani ya moyo wake haipo. Yes. Hata kama yuko busy kiasi gani, yeye anaweza kaanza kuhisi kwamba kuna mtu mwingine anapendwa nje. Kwa nini? Kwa sababu siku za mwanzo mbona wewe ulikuwa unafanya kazi na haukuwa bize. Leo imekuwaje uko bize? Tulikuwa tunawasiliana sana. Sasa mbona sasa hivi hatuwasiliani? Kuna nini kiko hapa? Anaanza kususpect kwamba something is wrong somewhere. Sikuelewa. Nani amechukua nafasi? Huyu Mike wa kwanza, huyu Lucas wa kwanza sio yule ambaye namuona sasa hivi. Si ni kweli jamani? Ni kweli kabisa. Si ni kweli mamangu? Kwa hitaji hili nataka ni wa encourage. Hilo la kwanza. La pili, mwanamke ana kisaikolojia huwa anasikia yuko salama anapopata mtu wa kumuongoza. Anahitaji mtu ambaye anaweza kuwa kiongozi wake. Hii iko kabisa kisaikolojia. Kwa nini? Kwa sababu ameumbwa kuwa submissive, kuwa mtiifu. Kwa anahitaji kupata mwanaume mwenye akili timamu ambaye anaweza kuziongoza hisia zake, akawa kiongozi kwenye maisha yake. Sasa tatizo linatoka wapi? Labda niwaulize wajumbe. Tatizo linatoka ni kwamba kundi kubwa la wanaume hatujaweza kutambua kwamba sisi ni viongozi. Sasa unakuta inborn tumezaliwa kama leaders. Hakuna mwanaume ambaye atakubali mwanamke awe juu yake. Kila mmoja anatafuta kuwa juu ya mkewe. Sasa vita inakuja. Unakuta mwanaume huyu ambaye anakuoa akili yake ndogo. Umemzidi kuona. Umemzidi mawazo. Shika unaelewa? Anachofikiri anafikiri katika udogo. Wewe unaona mbali ni kubwa lakini mwenzako akili ndogo. Fujo inatokea hapo. Kwa nini? Kwa sababu unakuta unaanza kuona makosa ya mume wako ni mengi sana. Unaanza kuona mwanaume ameitembea na house girl. Haujamaliza kidogo katembea na jirani kanje. Sasa this man is not yet grown. Hajakuwa bado. Kwa sababu ulitarajia kuona yeye ndo anakusaidia wewe kuwa bora. Sasa inabidi uanze kumuonya kama mtoto. Anakuwa boy. Anakuwa boy, anakuwa mvulana. So kuna wanaume ambao hatujakuwa, in fact, hatujakuwa. Sasa tunawasumbua wake zetu kwa sababu unakuta still we are praying out around. Yes, kama unaeleweka. Kwamba mwanamke anataka mtu ambaye anaenda kumuongoza.
Sio mtu ambaye anaenda yeye mwanamke ndio akamuongoza kama mume wangu usifanye hivi. Sasa umeoa unashangaa mume anarudi. Unashangaa akili hii mimi najua ni kubwa ndio inanifanya mimi ndio kichwa cha familia. Lakini mbona decisions sioni. Ni kikubwa sana wanawake wengi kuhakikisha wako na wanaume ambao ni viongozi kwenye familia zao. Ni hitaji la kwanza kabisa la muhimu sana la mwanamke kisaikolojia. Sasa nimemalizia hapa niweke hivi kwamba ulitarajia kwamba unaolewa na mtu ambaye atarudi nyumbani mkapanga mipango ya familia. Lakini unakuta amerudi amelewa. Ameingia kulala au amelewa chakali. Unavua nguo unabidi msaidie kuvua viatu analala. Saikolojia ya mwanamke huyu unatarajia inakuwa dormant. Yaani kwanza kuna aibu ambayo mwanamke hataki kuisikia. Kila mwanamke anataka kuolewa na mwanaume ambaye anajiheshimu, mwanaume mwenye star, mwanaume ambaye nikisimama mbele za watu naweza kusema jamani mume wangu. Kuna heshima kwenye jamii. Sasa mwanamke anajeruhiwa sana anapokuta kwamba naibika mimi ninakwenda kwenye jumuiya yangu au naenda kanisani, mume wangu angekuwa sehemu ya baraka kwangu. Why? Kwa kuna kidonda ambacho wanaume wengi wanatembea nacho. Sijui kama unaelewa. Kwa hitaji la kiongozi, unakuta wengi mmeolewa lakini mmekosa viongozi. Au anakuja nyumbani. Biblia imesema hivi, kiongozi aliyepungukiwa na hekima huwaonea watu, au mfalme aliyepungukiwa na hekima huwaonea watu. Sasa mume wako akipungukiwa na hekima lazima akuonee, kwa sababu maamuzi yake yatakuwa yanakujeruhi tu kila wakati. Kwa hiyo hitaji la mwanamke ni la muhimu huwa linamtaka apate mwanaume ambaye ni kiongozi, atamsimamia yeye. Yaani badala ya mke wangu don't do this, okay? Don't do this. Sasa unajikuta wewe ndio una jukumu la kumnyoosha mumeo. Mama, mume wangu usilewe sana, mume wangu usitembee na watoto mabinti wa kazi, mume wangu usifanye hichi, mume wangu usifanye hichi. Sasa yeye atakuwa anakasirika kwa sababu kisaikolojia mwanaume hataki mwanaume kumsema, yani hataki kuwa sikaelewa, hataki kuwa controlled. Sasa katika ujinga wake ule, katika ujinga wake au upungufu wake ule, hataki umcorrect. Nataka yeye anavyoenda ndivyo anaona yuko sawa. Ndio vita nakuja hapo. Wewe unataka kumsahihisha, yeye yuko tayari kusahihi. Hayuko hata kuwa tayari, si kwa sababu anataka. Kwa sababu mwanaume yeyote nature yake anataka kuheshimika. Sasa hata katika ujinga wake anataka umheshimu. Hicho kikombe unaweza, hicho kikombe sasa ndio vipate napokuja kwenye ndoa. Inawezekana hata katika ujinga mtagombana pale. Mtagombana. Akili yako na kuelekea na akili yake na yes, ni vitu viwili tofauti. Kweli. Huwa tunasema ukweli unauma. Na anajua kabisa kwamba nimefanya kwa kosa ni aibu. Sitaki kulizungumzia. Wala sitaki yani kama yule ninapokuongelesha naona kama nakuvua nguo sasa. Kumbe yamkini tu ungesubiri labda nikamaliza tu mpaka mwisho. Hapa nisamee kwa sababu ya 1 2 3 hii ni aibu, lakini sasa hayuko tayari. Hayuko tayari katika eneo hili. Yes, kwa hiyo unaona kabisa watu wengi kwenye ndoa wana experience maumivu ya aje. Swali linakuja hapo, tufanye nini? Okay, kabla ya kuja kuna mahitaji mengine hapa ndo mtasema. Kwa sababu mahitaji bado hatujamaliza. Hitaji jingine la kisaikolojia la wazi kabisa kwa mwanamke ni kwamba mwanamke anahitaji mwanaume ambaye atachukua nafasi, kwa Kiingereza anasema atampa nafasi ya baba. Okay. Unajua mtoto wa kike anapozaliwa anakuwa na nafasi huko ndani ya baba na wa kike anakuwa na nafasi ya mama. Sasa wakati anakuwa tunatarajia kufanya transfer kwamba anapoolewa tunahitaji kuona mumewe ndo ameziba lile gap. Sasa kuna watu ambao wanaume wanakuta wameshindwa kuziba lile gap la baba. Kwa mtu yuko kwenye ndoa lakini upendo wake uko kwa baba, mawazo yake yako kwa baba. Kweli. Kwa hiyo mwanaume anapokuja kwenye maisha lazima ajaze ile nafasi ambayo iliyoacha wazi na baba. Hilo ni kweli. Hilo ni kweli.
Na ndio maana kuna baadhi ya watu ambao wamefika kilometers nyingi sana za maisha, huwa wanaweza kuuliza, mwanangu, unahisi huyu mwanaume ni sahihi kwako? Yeah. Yani anamuuliza kwa sababu anamjua binti yake, anajua mahitaji yake, anajua upungufu wa binti yake. Kwa anataka kujua kwamba huyu mtu umejiridhisha kwamba ako na package ambayo anamjua. Mtaenda. Sasa wanawake wakishapenda wanaenda tu hivi. Sasa wakianza kuteseka, baba naye anateseka. Ndio. Mzazi anaanza kuteseka. Sasa wewe binti yangu, lakini si uliniambia. Kuna wakati mwingine wazazi wanaweza wakaona kabisa kwamba hapa hapajakaa sawa. Lakini sasa hawezi kukuambia usiende. Na wewe ndio umeshapenda. Na nyinyi mnajijua mkishajaa kwenye mfumo. Yani hamwambiliki wala yani sasa nini na days zinavyoweza kwenda ndio anaanza kuona hapana, binti yangu hapa amechukua cha kiu. Okay. Sasa mawili. Hapa kuna kuchukua nafasi ya baba. Hitaji ya ngoja tuende kwa sababu hiyo ilikuwa upande wa hitaji la mwanaume, mwanamke. Sasa tuende basi kwa haraka hitaji la mwanaume. Mwanaume yote unayemuona huwa anahitaji mwanamke ambaye anamuelewa. Ndio vita inapokuwa. Na ili umuelewe, na ukiweza kumuelewa, una uwezo wa kumtii. Na kumuelewa katika eneo gani au general mambo yote. Sasa kisaikolojia kuna vita kubwa sana. Unakuta kwamba mwanaume chakula chake ni utii. Kwa sababu ukinitii si utanielewa. Kwa mfano kwambia hivi, mama, simama basi. Obviously si utasimama. Anatarajia kuona unasimama. Lakini kuna mtu mwingine anasema nini bwana? Au wewe nini kwanza? Nisimame ili uone nini. Siko naelewa. Kwamba hii package wanaume wengi sana. Ndio maana kuna wakati mwingine unakuta wanaoa house girl. Kwa sababu house girl ndio anaongoza kwa kutii. Wamekuwa watii. Kwamba kuna chakula cha kiume mwanaume anataka, hakipati kwa wewe mwanamke. Kwa hiyo anakikuta kwa house girl. Sasa kwa nini asijibanze hapo? Anatafuta psychological needs. Leo Mungu atusaidie. Endelea kwanza. Sikaelewa. Kwamba anatafuta mtu anayemnyenyekea, mtu anayeshuka, kwa sababu yeye ni kikanuni, yeye ni mfalme. Mwanaume yote unayemuona hata kama kanazaliwa hivi, kanazaliwa na ufalme. Kwa hiyo anahitaji kusikia kwamba mke wangu ni submissive, yani anaweza kunisikiliza. Uwe mrembo kama malaika ambaye ameshukwa, ameumbwa akaletwa hapa duniani. Na sauti yako ikawa nzuri. Lakini kama utakosa package ya kumtii mumeo, na ili uweze kumtii lazima ujifunze namna ya kumuelewa anachotaka na anachosema. Hii ni njia nzuri sana. Kwamba mume wangu mimi yuko hivi, ataongea hivi, anahitaji hiki. Ukianza kutii, hakuna mwanamke ataachwa. Nikuulize, hayo mambo huwa kwenye mahusiano huku huwa tunayafikiria tukiwa kwenye mahusiano huku? Sasa mwanaume yeyote huwa yuko hivyo. Anafikiria ni kama wewe ambavyo unahitaji kupendwa. Si unafikiria uende kwa mwanaume anayekupenda. The same applied mwanamume pia. Chakula chake cha kwanza ni hicho. Yaani mwanaume wewe unaweza ukamwambia mwanamke, wewe mwanamke unaweza kumwambia mwanaume I love you my husband. Yeye hawezi kuona upendo wako. Ila kwa kadri unavyotii ndio anaona come on. Huyu ananipenda. Ndio maana wanawake wote ambao ni submissive hawaachwagi. Kwa nini? Kwa sababu kile ni kionjo kikubwa, ni hitaji kubwa la mwanamume. Hawezi kumwacha mwanamke ambaye. Lakini mwenye mdomo kama mdomo atakuacha na hautaamini. Kwa nini? Kwa sababu ni kama mishale ya sumu. Mwanamke mwenye mdomo asiyekuwa mnyenyekevu ni kama anatupa sumu ambayo mwanaume anapambana sasa ku run away from the sumu. Anakimbia kuhakikisha ile mishale ile haimkuti. Na mpaka mwanamke ana mdomo. Sawa. Sasa tutajifunza mbeleni. Kisaikolojia labda niseme hivi, wanawake wengi wamejeruhiwa kwenye mahusiano. Kuanzia utotoni mpaka anakuwa ameingia kwenye mahusiano 4, 5, 6 mpaka 7 na yote wanaume walimtenda. Anawezaje kukupa kilicho bora? Kwa sababu wakati mwingine na mwanamke amepata sehemu ya kumwaga sumu, kutoa sumu. Kwa hiyo anapoingia kwenye mahusiano mengine anafikiri yuko na ex wake aliyemtenda, kumbe yuko kwenye new pitch, uwanja mpya kabisa, mahusiano mapya. Kwa hiyo ziko sababu nyingi sana. Moja ya eneo hilo ni majeraha ya ndani. Wanawake wengi wana bleed,
wameumizwa. Sasa wameumizwa kwenye mahusiano yao ya kwanza, alafu wanaingia kwenye ndoa, unatarajia nini? Lazima aende nayo. Yaani, okay, nafsi ya mwanadamu ni kama huu mkono, hichi kiganja cha mkono, nafikiri mnakiona. Nikichukua kisu nikafanya peeling hapa, nikatoa hii outalea yote hii, nini kitatoka hapa? Damu. Ile damu ni kama hichi kiganja kinakuwa kama nafsi. Hivi hichi kiganja naweza nikashika hii chupa ya maji vizuri nikakumbatia. Sasa kwenye safari ya maisha yangu, moyo wangu, nafsi yangu mimi imeinama, imeumizwa, ina kidonda. Unatarajia nitakukamata wewe vizuri? Sio rahisi. Nataka niwaambie hata mkileta noti ya fedha hapa, haishikiki. Haishikiki. Hata mkileta kitu ndakuwa naogopa kuumia. Sasa most of people wako na nafsi zilizoumia. Wameumia. Wako kwenye ndoa, watu wana majeraha, wana bleed, wanavuja damu. Na hawatakagi kupona. Hawatakagi kupona kwa sababu hawajui kwamba ukishaumizwa kwenye mahusiano, hakikisha unatafuta kupona kwanza. Usiingie kwenye ndoa au mahusiano ukiwa na majeraha ndani, hautaenda kuperform vizuri. Ndio maana mahusiano yako kwanza kabisa uliperform vizuri sana, ulijitoa moyo wako wote na ulikuwa unaenjoy na mnaenjoy. Baada ya tukio la kuumizwa lilipokuja, ndoa ikafa. Na baada ya hapo ndio uwezi kuhold tena mahusiano.